Nahnu awliyaukum, malaika wanawaambia hao watu. Miongoni mwa hizo neema, miongoni mwa hayo maneno yanayokuja kwa waumini baada ya kuwa na imani na istiqama, malaika watakwambia, watakuhutubu, wanakwambia nahnu, sisi si mmoja, awliyaukum, sisi tutakuwa ndio wasaidizi wako fil hayati dunia, hapa duniani, wa fil akhirah, na akhirah. Ayuha almuslim, Muislamu, tamasaki bil iman, awali ya yote ikamate nafsi yako na ushikilie vyema na imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awalan mustaqim, kisha kuwa na msimamo katika imani uliyokuwa nayo. Tatanazzalu alayka, malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watakushikia katika sehemu uliko, popote ulipokuwepo, watakuja wakwambie la takhafu wala tahzan. Al-Allama Makarim Shirazi anasema hadha al-inzal huwa al-inzal al-ma'nawi al-ilhami, watakuja kwa namna ya kupewa ilhamu. Utapewa ilhamu, unashangaa kuna jambo zito kwako wewe ni jepesi. Watu wanaogopa lakini wewe hofu huna. Watu wanahuzunika lakini wewe huzuni hauna. Ujira huu wa kwanza na thawabu hii adhimu ya muumini kupata baraka ya kujua na wageni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waje kukufariji, si ya mchezo, si ya kawaida. Ni kwa sababu ya kazi kubwa, ya amali kubwa, ya imani nzito, na kazi ya adhimu ambayo utakayokuwa umeifanya wewe. Nimesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ukiambatana na mambo mawili, la kwanza ni upesi sana. Walisema alladhina qalu rabbuna Allah, kusema tu Bwana Mola wangu mimi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hauchubuki, hauumii, haudhiki, haupati shida yoyote ile, unasema tu rabbuna Allah. Lakini ama kwa hakika shetani kilichokuja baada ya hilo, tunastakamu, hapo ndipo 99% ya sisi huwa tunapodondoka. Badala ya malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutushukia, ima hakuna yeyote katika malaika anayeshuka au atakayeshuka atakuwa ni Ibilisi. Yeye sasa ndiye atakayekuwa wale, anatuambia fika hapa, kita pale, nenda huku, nenda kule. Aina ni wapi Waislamu tunashindwa? Ni wapi wewe utamka kwamba namwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini anafeli katika istiqama tu ala kalimati tauhid, kuwa na msimamo katika neno lililosema kwamba mimi ninamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisemaje? Mnadhani kwamba mnaweza mkaachwa mseme tumeamini, alafu mitihani, fitna, matatizo, shida na mikasa zisiwakute? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kuletea mtihani, shida, mikasa na matatizo, ajue uliposema rabbuna Allah, kweli ulikuwa una imani ya kweli. Tutatazama sasa msimamo wako ukoje. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mafunzo na taalimati, katika mafunzo yake aliyotufundisha, akatuachia usia mzito, anatamassaka bisalati al-yawmiyya, wala tusiende hata mbali, hapa karibu tu, salawatu yawmiyya, swala za kila siku. Huko umeshikilia biashara yako, huko kwa kazi yako, hiyo mida ambayo adhana inaadhiniwa, ima ya swala ya asubuhi au ya swala ya dhuhuri, wateja ndio wamezidi, kazi ndio imepigwa moto, ndipo hapo unapoona kwamba unapata. Kisha unasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, watu wanaitwa waende wapi? Waende kuswali, waende kwenye ibada, wanaitwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu
wateja nikiwakosa nimekosa pesa nikikosa nitashindwa kurudisha mtaji ukipotea basi biashara imekufa. Nikiondoka nikiacha kazi, bosi atanisema, atanikemea, atanifukuza kazi na mimi sitopata riziki, watoto hawatakula. Unakuwa tayari katika kuambatana na kazi zako, ukaendelea na kazi zako, pamoja na kwamba unajua kwamba muda huu ni muda wa ibada. Lakini yule ambaye atakuwa na istiqama baada ya kuwa alishatangazwa kwamba yeye ni Muislamu, kisha akawa na msimamo, ukifika muda wa swala utamuona. Kama alikuwa na kazi ataiweka pembeni, kama alikuwa na biashara ataiweka pembeni, alikuwa na shughuli yake yoyote, anajua kwamba huu ni muda wa swala. Na jambo hilo ni zito, isipokuwa kwa wale ambao walioamini. Utakuta katika maduka, ukienda katika masoko, ni sehemu chache sana utakuta kwamba mwenyewe kaandika, ikishasikia adhana tu katika karatasi pale mbele anakwambia ni muda wa swala. Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum bittaqwa, au ndio ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyoyo zao walizotahini akawapa mtihani wa kucha Mungu. Ni sawa kuikubali dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ni vipi utayakubali maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Anachokisema jalla jalaluhu ukaambatana nacho, na kile ambacho alisema hapana ukakatana. Hakadha istiqama, hivi ndivyo msimamo unavyotakiwa. Na kwa kuwa kazi hii ni nzito, jambo hili ni adhimu, jambo hili ni kubwa sana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tatanazzalu alayhimul malaika, ukibahatika kijana kuambatana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala amanta, baada ya kuwa umekubali kuingia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mtihani, shida, misukosuko ya vijana ni mengi katika kwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ukawa na msimamo katika dini yako, ukawa unajua pamoja na kwamba napata hela, lakini kamani kubeti ni haramu, pamoja na kwamba ndio vijana hawana kazi, mtu akibeti apata pesa, wasema bana mimi sishiriki. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza. Wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala una makamu na ahadi. Na desturi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ni kutaja matukio adhimu ya watu waliokuwa na msimamo, waliosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Mola wetu, kisha wakawa na msimamo. Desturi ya Mwenyezi Mungu ni kuja na mifano ya watu kama hao, ili mradi Waislamu watu duniani wapate kujifunza. Alisema kunako ashabul kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Mwenyezi Mungu anazungumza kunako kisa cha ashabul kahfi. Kwa sababu gani ashabul kahfi wametajwa? Kwa sababu ya mambo muhimu. Al-awwal huwa al-iman, jambo la kwanza ni imani, na jambo la pili ni istiqama. Idh qamu faqalu, awali walisema rabbuna rabbus samawati wal ardh, Mola wetu mlezi ni yule aliyeumba mbingu na ardhi, lan nad'u min dunihi ilahan, hadhihi al-istiqama. Wakakubali kuacha miji yao, mji wao wakauacha, majumba yao na kila kilichokuwa kizuri katika mji walikubali kukiacha kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasemaje? Wazidnahum huda, hawa tukawaongezea uongofu. Leo hii kila ukisoma Qur'ani tukufu utawataja ashabul kahfi. Imada yana maqamu bihi, ni kwa sababu hilo kile ambacho walichokisimamia awalan al-iman, cha pili al-istiqama, ni shay'un adhim, ni jambo ambalo ni wachache sana katika watu huo wanalifanya. Sababu hii kunako kisa cha ashabul ukhdud. Ukisoma Qur'ani leo kila wakati utakaposhika Qur'ani unasoma ashabul ukhdud, waliouliwa na mfalme wa Yemen, walikuwa ni Wakristo. Mayahudi kipindi hicho, kila anayekuwa Mkristo wanamuona ni kafiri.
ya Nabii Isa akaja akatangaza dini, watu wakasema wewe sio nabii, dini yake ikawa ni marufuku. Yule mfalme wa Yeriko aliyofanyaje? Aliamua kuingiza katika moto. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود يحرم عليها القعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حاول makosa yote watu isipokuwa tulikumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakamu wakasimama wakawa na istikama, wakasema sisi bwana haturudi katika ukafiri wetu, labda mtuue na wakauliwa kwa kuchomwa katika moto. Fasira Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwenendo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwataja na kuwadhukuru, na visa vyao vinasoma muda wote. Wale waliokuwa na imani fakana maahum madha al-istiqama. Sasa sikwambie kunako masahaba wa al-Imam al-Husaini alayhi salam. Sasa tukiwa tunahadithia tunaona ni jambo la jepesi kabisa, lakini masahaba wa Imam al-Husaini kuambatana na al-Imam al-Husaini na kutomwacha ilikuwa ni kitu kizito sana. Ilipofika siku ya 9 usiku, Imam Husaini akawakusanya masahaba zake. Ile siku ya 9 usiku wa kuamkia Ashura, usiku wa kuamkia Ashura, hali ya nje ya mahema ya Imam al-Husaini ilikuwa ni nzito sana, ambapo kama mtu hana istikama ilikuwa kuondoka ni kitu cha kawaida. Familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika viwanja vya Karbala tarehe 7 Muharram ikawa ni marufuku mtu yoyote kutoka katika kambi, kutoka katika mahema kwenda kufuata maji siku hizo 3. Akawekwa kikosi maalum cha kwamba mnalake mnafuatilia, hakuna mtu atakayeruhusiwa kwenda katika mto Furati wala kuchukua maji. Kambi yao ilikuwa imezingirwa Mosi. Wakati huo nyuma wako katika kambi ya Imam al-Husaini, wamezungukwa na majeshi. Wanayosikia huko ni maneno ya wanajeshi, sauti za farasi wa vita, sauti za maandalizi.